Samna chokitaka nini? Hali yangu majinuni tu. Njoni mniuenzi kwe chini. Icho ndo mnachotamani tu. Mimnyonge. Yule mtoto ni mpuzi sana na ndo maana wanambaka. Mwenyekiti kashamwambia kabisa bila 100,000 hatoki mtu hapa. Lakini yeye anakuja na 50 tena na sura ya mapenzi. Kwa hiyo mimi nisimsikilize mwenyekiti, nimsikilize yeye. Ule mbeba utasema ni karatasi. Ila hivi ndio ninavyotakiwa. Kikubwa afanye mpango aje na pesa hapa. Ndio hivyo, hamna namna. Halafu yule mama achai vipi? Mbona mpaka sasa hivi sijamuona? Na inaelekea mchana. Anasema tunamkopa sana. Na mtaji wa kuuza chakula mwezi mzima bure hana. Eti labda tuwe tunalipa keshi. Ha? Anazingua sasa. Tumemwacha fanye biashara yake kwa amani. Sasa hivi anataka tupelekeshane. Mimi mwenyewe namshangaa sana. Yaani angejua kama hela sasa hivi ni ngumu, asingeleta hata mambo yake. Angalia kama kikundi kilicholeta jana hapa ndani. Hakuna hata mmoja aliyeleta mia nyeusi. Za saizi viongozi. Salama. Karibu uketi tukusikilize. Nimekuja kumuona mwenyekiti. Mwenyekiti bado hajafika. Labda kama unaweza kutuelezea, tutakusaidia badala yake. Mume wangu alikamatwa jana. Kwa hiyo nimekuja hapa kumwombea kutoka. Umekuja na faini yetu? Ndiyo, nimekuja nayo. Ila hajafika kiwango ambacho mlikuwa mnahitaji. Nimekuja na 15,000 tu. Ha? Unacheza sana wewe. Hakuna mtu ataweza kutoka humu ndani kwa 15,000. Toa 45 au uondoke. He. Lakini hiyo pesa ni nyingi sana kiongozi. Nyingi? Wakati kuna watu hapo ndani wanadai faini ya 100,000. Alafu mkiwa wazuri mimi mnaangalia mabwana kutembea nao. Sasa kati ya mwanamke na mwanaume nani anatakiwa kumpambania mwenzie? Kwa hiyo hela utatoa utoi? Basi mimi ningeomba kwanza nionane na mwenyekiti. Nimekwambia mwenyekiti hayupo. Na kama hauna hiyo hela, ondoka. Inajua maisha ni magumu. Kama haujafaa una matumaini. Pole pole. Nadhani hakuna mtu yote aliyetuona wala kuzisikia zile sauti. Mimi naamini hamna mtu aliyetuona. Ila pale kidogo anishinde nguvu, maana ule mtiti ulikuwa sawa kawaida. Vipi lakini? Umefanikiwa kumwekea ujumbe? Nimesahau kumwachia ujumbe. Pole pole. Mbona nitazama kama hivyo? Makosa sio yangu. Makosa ni ya mume wako, wacha kuchimba shimo la uchafu. Pole pole. Kwa sababu kuna vita hatuwezi kuwa na amani. Sasa unataka kwenda wapi? Mwenyekiti, si nimeshakwambia sitaki kuchungwa kama mbuzi? Kwa nini unanifungia kwa nje? Kwani mimi nipo gerezani? Hebu twende ndani tukazungumze. Mimi sitaki kuongelea nje ya mambo. Unajua unanichelewesha kwenda kazini? Sijakushika mkono mwenyekiti, wewe ndio umenizuia. Nimechoka, nataka kwenda kwa shangazi. Ili ukamwambie nini? Na hapo ndo unafanya nitake kukufungia usitoke. Maana siku hizi sikuamini kabisa. Na hiyo kunifungia ndio inanikera na inanifanya nisitake kubaki hapa. Sasa, kwa nini usitulie tuelewane? Ukitaka nitulie, naomba uniachie uhuru wangu. Naweza kukupa uhuru wa kukuacha bila kukufungia. Ila uhuru wa kuwa na Joe siwezi kukuachia. Kwa hiyo, ili nijiridhishe huwezi kuonana na Joe, ni lazima uambatane na mbuzi. Inajua maisha ni magumu. Kama haujafaa una matumaini. Pole pole. Na kuhitaji nyumbani mara moja. Pole pole.
sababu kuna vita, hatuwezi kuwa na amani. Pole pole, pole pole. Nimeona wazazi wakiacha watoto na watu wakiacha wapendwa wao. Pole pole, pole pole, pole pole, pole pole, pole pole, pole pole. Kwa sababu kuna vita, hatuwezi kuwa na amani. Pole pole, pole pole. Hello. Inaonekana uko mbali sana kimawazo. Una shida gani? Baruti, naomba niache. Siko sawa kabisa. Oh, pole sana. Vipi lakini kakako yupo? Wote hawapo. Samani, una shida gani? Au ugonjwa wako umeongezeka? Hapana, ila nimechanganyikiwa na sijui nini nifanye kabisa. Umechanganyikiwa? Nini kinachokuchanganya sana? Unaweza kuniambia? Dada Jojo na Kaima wamekamatwa. Wapo ofisi ya kijiji toka jana. Ndio hiyo kamata ninaisikia nini? Alafu imekuwaje amekamatwa wote wawili? Walianza kumkamata dada Jojo. Sasa Kaima alienda kumtoa dada Jojo, lakini naye aliingizwa ndani kwa kupishana kauli na mwenyekiti. Basi usihuzunike, maana najua hapo kinachohitajika ni pesa tu ndio watoke. Nilipeleka 50,000 lakini walinitoa nje na kunipiga. Wamekupiga? Na mbona 50,000 ni hela nyingi sana? Kwani unataka bei gani? Wanataka 100,000. Hakuna kuitoa hiyo hela. Hao jamaa amezidi sasa. 100,000? Mbona ni hela nyingi sana? Alafu ni kwa nini wamekupiga? Mimi mwenyewe nachanganyikiwa Baruti. Nisikilize kwa makini. Amka twende huko huko ofisini. Huo nepo wanaofanya sio mzuri, wanawaonea. Baruti, hata tukienda wote hawezi kutolewa bila 100,000. Maana ni maagizo kutoka kwa mwenyekiti. Lakini kuna mtu nilikutana naye. Ameniambia kuhusu taasisi ya TAKUKURU. Kasema itanisaidia. TAKUKURU? Hawa si mpaka uende mjini. Alafu unajua itachukua muda gani kukamilika hili swala? Ameniambia ichukui muda. Hata kwa simu unaweza kawapata. Tena anasaidia kwa haraka. Haya, piga tuone kama anaweza kaa na msaada. Usitumie maumivu kama njia ya kuponya moyo wako, ninajua ni ngumu. Ongea nao kwanza. Pole pole, pole pole, Halo. pole pole. Naam mwenyekiti. Fanya kama nilivyokuagiza. Chochote, popote. Wewe na Dori na wewe. Hakuna kumwachia. Na chochote atakachokifanya, hakikisha unaniambia. Sawa mwenyekiti. Yo vipi? Mbona hapa muda huu? Kwema? Kwema. Ila nasikia umewajua wauaji. Wewe. Acha hayo mambo yako hayo. Nani aliyekupa hizo habari za uongo? Hapana. Lakini tulikubaliana kwa kipindi kifupi utanitajia wauaji. Hapana, sio kwa haraka hivyo. Ikiwa unajua hii ni kesi ya mauaji, sasa mimi nawezaje kuwajua kwa haraka? Ikiwa polisi wenyewe mpaka leo bado hawajawajua. Mwenyekiti, wewe sio wa kuwatafuta. Wewe wa kunitajia tu.
kwa sababu dalili zote zinaonyesha kwamba mwenyekiti wewe unawajua. Sasa hivi unamaanisha nini? Kwamba mimi ndio muuaji ama? Au mimi nimeshirikiana na wauaji? Basi kanishtaki. Alafu huku ni kumshutumu kiongozi. Kwa mfano watu wengine wakazisikia hizo habari, inakuwaje? Basi sawa. Kwa hiyo unataka kuondoka, unamaanisha nini? Unaenda kunishtaki? Au unataka kufanya unavyojua wewe? Jo, kwani wewe unachotaka nini hasa? Mimi ninachotaka unitajie wauaji waliomuua babangu. Na nina uhakika unawajua. Mwenyekiti, mimi muda wangu wa kuishi hapa umeisha. Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa sababu kila siku nakulazimisha na kuomba, au unapenda mimi ninavyokuja hapa kila siku? Yaani mimi ninachotaka unitajie tu waliomuua mzee wangu. Mimi nitajua namalizana nao vipi. Wewe si kama mwenyekiti umeshindwa? Basi niachie mimi. Mambo yako mengine yote nimekuachia. Sitaki kudili na chochote. Nachotaka mimi kujua ni nani aliyemuua mzee Mbonde. Hivyo basi, nakupa siku moja. Tena hii siku ni leo tu. Mimi nikija hapa kesho mwenyekiti, nahitaji kujua majina ya watu waliomuua baba yangu. Na kama nisipopata majibu yaliyonyooka, oho, wazee. Huyu ni wa kushughulikiwa. Maana naona sasa nataka kufanya nyama iwe ngumu. Sasa hiyo kazi lini? Tulia, nitakwambia. Sawa mwenyekiti. Yaani kama huna 100,000 basi usiongee kitu chochote. Geuka na uondoke hapa. Lakini askari, kwa nini 100,000? Ikiwa fine ni 30,000. Unapenda sana kuelekezwa jambo moja kila saa. Hivi wewe, shuleni kwenu ulikuwa unafaulu kweli? Maana mwenyekiti ameshakwambia kabisa kama unatakiwa uje na 100,000 hapa na kusaidia kuwatoa ndugu zako. Lakini bado unakuwa unazunguka tu. Kama haiwezekani sawa. Ila kesho utakuta kituo kikubwa cha polisi na usitulaumu. Hivi kweli kichanja na shimo na takataka ndio tulipo 100,000 jamani? Unadhani ofisi inajiongoza yenyewe kimiujiza? Tena usinichoshe. Toa hela au uondoke. Sawa, nisaidie kuwatoa, mimi nitakupa hiyo hela. Pesa kwanza, afu ndo nawatoa. Au unataka niwatoe afu nishambulie? Hapo sawa. Sasa unajiweka maskini wakati uwezo unao. Na hapa ngoja kwanza nimpigie mwenyekiti anipe ruhusa kama nimtoe au nimsubirie yeye. Sisi ni maafisa kutoka TAKUKURU. Na hapa ninapozungumza nawe uko chini ya ulinzi kwa kosa la kuomba na kupokea rushwa. TAKUKURU? Sasa TAKUKURU umefikaje hapa kijijini? TAKUKURU ni taasisi kubwa, sio vijijini tu, ipo Tanzania nzima. Hapa nimekwisha. Kwa hiyo binti umenifanyaje janja? Na mimi ndugu zangu je? Usijali, watatoka tu. Askari, naomba tumpakie kwenye gari ili tuondoke naye. Jamani, subirini kwanza nimpigie mwenye ofisi. Maana siwezi kuiacha ofisi bila mtu hapa. Na pengine mnaweza mkaelewana nyinyi wenyewe. Jamani, si swala tu la kuongea hili. Binti, asante sana kwa kutupatia taarifa.
Mtendaji, nakusikia. Ndo nimekuja hapa, nimekuta washaondoka. Sasa sijajua umepeleka ofisini kwao au kituoni. Hapana mtendaji, hakukuwa na rushwa yoyote iliyofanyika. Ila si unajua uchaguzi una mambo mengi. Mtu anakuletea zengwe ili akuharibie jina na heshima yako. Ndiyo mtendaji. Sawa, nitafanya hivyo. Maana hawa waliopo ndani ni watu ambao hawanipendi. Kama watahojiwa, basi watanikanyagia sana. Sawa, ngoja niwaondoe. Kwa sababu kuna vita hatuwezi kuwa na amani. Pole pole. Nimeona wazazi wakiacha watoto na watu wakiacha wapendwa wao. Pole pole. Pole pole. Pole pole. Pole pole. Pole pole. Mbona umesimama tena bibi? Hata sielewi nielekee wapi. Hii safari tulikuwa tunaelekea sokoni. Mwelekeo moyo wangu haupo sokoni. Unamaanisha nini? Kuna mtu nimemiss sana, natamani kumkumbatia. Sijui nijibu nini hapo kiukweli. Hauna jibu? Kwani wewe hujai kupenda? Sina uhakika kwa sababu mapenzi ni patapotea. Mbuzi. Mapenzi ni kitu likubwa, lizito. Lakini kama tu ndo kana uhifadhi. Lakini mimi kiukweli nimemiss sana. Natamani niende nikamuone. Hapana, siwezi kuruhusu kwenda kwa Joe kwa sababu mwenyekiti tayari ameshanionya. Mbuzi, una wivu? Hapana, sio wivu. Ila siwezi kukuruhusu kwa sababu lawama zote zitakuja kwangu. Au ngoja nimpigie akupe ruhusa. Sawa, mpigie. Alafu kisha maliza kumpigia sasa, unipe na mimi niongee naye. Nimwambie kabisa ulikuwa unanisumbua na ulikuwa unanitongoza. Alafu tuone matokeo. Basi tusifikie huko. Kiongozi atachukia sana kwa sababu ananiamini. Ili asikasirike, naomba kitu kimoja. Naomba nikamuone Joe. Kuna mtu yote ambaye atajua kama umeniruhusu. Hiyo ni ngumu. Mbuzi. Doli Kama njia ya kuponya moyo wako ninajua.